Winome TV. Sisi ni familia mpya. Lakini kwenye risala au kwenye taarifa ya katibu wetu amesema, na nyinyi mlikuwa mnamuitikia, kuna baadhi ya mambo yanayowachukiza. Nimesikia kwamba misikiti yetu, makanisa yetu yamevamiwa. Unakuta sehemu kuna msikiti au kanisa, nyuma kuna baa au kuna nyumba ya starehe. Haya mambo niseme, mkoa wetu ni mkubwa, maeneo yetu ni mapana. Mimi najua tuna viongozi wa misikiti na makanisa mpaka kule chini. Mnapoona kuna mambo kama haya, hakuta nguruwe yamekaa ovyo hayajapangwa. Sisi Mwenyezi Mungu ametuharamisha nguruwe, lakini upande wa pili wameruhusiwa. Lakini serikali ina utaratibu wake ili wenzetu waendelee kuenjoy hicho wanachoenjoy. Kwa hiyo naombe sana, ukiona kuna jambo kama hilo au lingine linalokukera, linagusa imani yako, uwe Muislamu, uwe Mkristo, naomba useme na sisi kama serikali, tukuhakikishie tutafika na tutatatua mgogoro huo, kwa sababu ndio kazi yetu ya kila siku. Lakini nikaambiwa swala la watoto kusoma elimu ya dini. Jamani, serikali yetu imeweka mazingira mazuri. Elimu ya dini imewekwa kwenye vipindi vya kawaida vya shule msingi mpaka sekondari, na dini tunaisoma mpaka vyuo vikuu. Mimi mwenyewe nimesoma sociology of religion, kwa hiyo tunasoma mpaka vyuo vikuu. Niwaombe sana ndugu zangu Waislamu, tengenezeni mtaala mzuri ambao utaenda kupelekwa kwenye serikali ukafanyiwe kazi, ili watoto wetu wasome na wafanye mitihani kwenye masomo yao ya dini kama wenzetu upande wa pili wanaofanya. Wenzetu wameshaweka mtaala vizuri na watoto wanatainiwa na wanasoma elimu ya dini, na katika kusoma hivyo ndio wanamjua Mwenyezi Mungu kwa ukaribu kabisa. Na watoto wetu wakijua Mwenyezi Mungu wanapata hofu ya Mwenyezi Mungu, wanakuwa watoto wema. Kwa hiyo hii ni kazi ya sisi na nyinyi, tushirikiane kuhakikisha kwamba mitaala inaandaliwa, inapelekwa serikalini, ili watoto sasa rasmi waweze kusoma elimu ya dini ya Kiislamu kwa wale ambao watapenda kufanya hivyo. Lakini kwa wale ambao tunawalea, ni maadhimisho ya Mwenyezi Mungu. Watoto wetu waende chuoni, watoto wetu waende shuleni. Na wanapoenda chuo na shule, mnawapunguzia mambo mengi ya mtaani watoto wetu. Kwa sababu asubuhi ataenda shule ya kawaida, akirudi 8:30 anakula, anapumzika kidogo, saa 9 yuko chuoni mpaka saa 12. Mtoto huyu umemepusha na mambo mengi mabaya ya mtaani. Ila wazazi tumekuwa walegevu kwenye mambo hayo na kuyasimamia mambo hayo ya msingi, ambao Mwenyezi Mungu atakuja kutuuliza, je, mtoto wako ulimpa elimu gani? Kwa kupitia baraza hili ninaomba sana turudi huko, twende tukawapeleke watoto wetu kama sisi ambavyo mama zao, dada zao tulipelekwa na wazazi wetu kwenda kusoma. Lakini waheshimiwa viongozi, jambo lingine ambalo inabidi tulizungumze katika vikao vyetu vyote ni kuchangamkia fursa za maendeleo. Mimi ni imani yangu, mimi kama halimu, tumbo lenye njaa huweza likakufuru hata mambo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunaposema kuna mambo ya maendeleo, mambo halali, hasa wakina mama wenzangu, tusibaki nyuma. Tuna mikopo ya kina mama isiyokuwa na riba. Nikiuliza huko wangapi wamepata?